Nipo na nani? Leo atajitambulisha mwenyewe na tutaweza kujua ni aina gani ya muziki ambaye anaimba. Oya, mambo vipi? Kama fresh sana. Naona bulbul. Bulbul. Waswahili wanasema bulbul maana yake kila kitu kipo vizuri. Naona unang'aa sana Kinyamwezi. Fresh, muziki unalipa. Au sio? Bana, kwa upande wa watazamaji ambao hawakufahamu, sijui unajulikana kama jina gani? Naitwa Trillionaire, msanii wa music Bongo Flava kutoka Tanzania. Okay, sawa. Umesema kwamba unaitwa Trillionaire, msanii wa Bongo Flava kutoka Tanzania. Trillionaire. Umesema kwamba unaoimba muziki wa Bongo Flava. Lakini mimi ni mtu mmoja wapo ambaye nimekuwa nikifuatilia sana kazi zako. Unataka kuniambia kwamba Mamilo ile ilikuwa ni Bongo Flava? Mamilo sio Bongo Flava, Mamilo ni raga dance. Ni raga dance. Sio Bongo Flava. Sasa ni sababu gani ambayo ilikufanya kutoka kwenye uimbaji wa raga dance mpaka kuja kwenye Bongo Flava? Siku zote aga nikiulizwa hicho kitu nasema kwamba muziki unabadilika, muziki ni biashara. Na muziki wa wasanii tunatoa kulingana na muda huo, yani mashabiki wanahitaji nini kutoka kwetu sisi. Kipindi kile mashabiki walikuwa wanahitaji muziki ule wa raga dance, kwa ndio maana nikawa nimetoa. End of the day narudi pale pale kwamba anafanya Bongo Flava. Umeelewa? Kwa unataka kuniambia kwamba wewe ni msanii wa kwanza ambaye unaimba muziki kutokana na msimu wa muziki unavyohitajika? Iko hivyo. Hiyo haina ubishi. Yaani hiyo iko wazi kabisa. Sasa labda kuna icon gani au kuna viashiria gani ambavyo vilikufanya uamini kabisa kwamba kwa msimu huu haitaki muziki wa raga dance bali inatakiwa niimbe Bongo Flava? Mitaa inaongea. Unajua muziki sana sana unazaliwa mtaani. Muziki unaenda mtaani na soko kubwa lipo mtaani. Na mtaani wanahitaji nini? Wasanii tunatakiwa twende kwanza mtaani tusikize wanahitaji nini. Umeelewa? Kwa hiyo kipindi hicho cha kufanya raga dance nilifanya hivyo kwa sababu mitaa ilikuwa inahitaji. Lakini narudi pale pale kwamba anafanya Bongo Flava. Na ukiangalia kazi project zilizofuata baada ya Mamilo ziko tofauti na Mamilo. Ndio hapo utajua kwamba huyu anafanya Bongo Flava. Ila kipindi kile haifanya hivyo kwa sababu kipindi hicho kilikuwa kinahitajika ngoma ipatikane ya hivyo. Sawa. Wewe mrejesho wako wa muziki ambao unaofanya huo unaupata kwa mashabiki wako kupitia njia gani? Njia zipo nyingi, ila moja wapo ni unajua mitandao inafanya wasanii wanafanya vitu tofauti. Sababu ukiangalia kama kwenye status, ukiangalia kwenye Instagram, ukiangalia kwenye Facebook, Twitter, umeelewa? Kwa kule unaangalia watu wanapenda nini kwa wakati huu, unakuta nyimbo labda zimetoka. Unajua msanii lazima uangalie wasanii wametoa kazi gani, msanii yupi kafanya hii, msanii yupi kafanya hili, kuna kitu unapata pale. Kwa kipindi fulani ukiangalia wengi wanaposti ngoma fulani za kubenga, ngoma fulani za zile za amsha. Kwa hiyo kule unazama ndio unatoa kitu kulingana na wakati huo. Sawa, kuna interview yako moja nimewahi kuisikia ukizungumzia kwamba upo kwenye management, si ndio? Yeah. Sasa mimi nafahamu kwamba asilimia kubwa ya wasanii ambao wapo kwenye management huwa wanatoa ngoma ambayo wanaisema kwamba inaitwa bonus track. Bonus track. Lakini nikitembelea kwenye channel yako ya YouTube hakuna hata bonus track moja. Kwa nini? Na ikiwa upo kwenye management? Bonus track inategemea na management imepanga nini kutoka kwa msanii. Yaani imempangia nini msanii wao. Sababu msanii ni zao, umeelewa? Ni zao linapelekwa sokoni na mashabiki ndio sasa wanakuja kwamba bwana wanachukua zao gani, Ya management imefanya hivyo kwa sababu ina mipango mikubwa. Na ndio maana nizungumzia kwamba kuna kitu kinaitwa EP ambayo hiyo EP ndio itakuja kutoka. Sasa kipindi tumetoa EP, unaweza ukatoa EP mme kwenye EP ukachanganya na bonus track. Yaani EP tuseme imecombine tuseme track 7 au 6, 8, alafu chini yake panakuwa na bonus track labda 2 aidha 1. Kwa hiyo inalingana na nyinyi wenyewe mmepanga nini, lakini kitu ambacho nilipendekeza sana kwa management yangu niliwaambia bonus track tutoe 2. Ambao kwenye EP ambayo itakuja ndio itakuwa na bonus track. Hatujapenda kutoa bonus track sasa hivi kwa sababu nilikuwa nahitaji sana nisikike mimi. Zisikike kwamba kachanganya bonus track, kachanganya ni vitu vingi. Ni ngoma zinatoka hivyo. Sawa. Trillionaire. Yep. Kitu pekee ambacho wewe unaona tofauti kati ya ulipokuwa ukiimba muziki wako binafsi na ulipoingia katika management ni kipi? Vipo vingi, ila kikubwa ni support kubwa kutoka kwa management. Tuseme ukiwa mwenyewe kuna vitu ambavyo huwezi ukavimudu, aidha kwenda studio kutoa gharama za kurekodi, kufanya video, kufanya promotion kwenye radio, kufanya promotion kwenye TV.
na bado tena kwenye platform. Unajua na platform nazo sasa hivi zipo juu sana, hata kufanya promotion inahitajika nguvu. Kwa kuna sehemu nyingi ambazo inahitajika sana kufanyiwa, kutumika pesa. Unajua muziki ni pesa, pesa nyingi inatakiwa itoke kwenye platform, kwenye hizo zote zinahitaji hela, lakini ukiwa mwenyewe huwezi ukamudu hizo, sababu unaweza ukajichanga ukarekodi audio, bado video inahitaji, bado promo inahitaji, bado nini, bado vitu vingi, bado mavazi, bado vingi sana. Kwa advantage ni wewe upata ni hiyo yani. Tillionaire, ni kwamba kama jinsi nilivyokuambia hapo awali kwamba tumekuwa tukiona kwamba ulitoka na Mamilo ukafanya track kali, lakini pia video kali. Na baada ya Mamilo ulikuja na track ya Nibebeshe, ukachia na Chupa Kali. Lakini katika movement zako zote hatujui kuona ukifanya show sehemu yoyote. Sasa sijaelewa kwamba plani zako ni kuwashabiki zako kuwa wanakuona kwenye platform zako ambazo umezojitengenezea na zingine, au kuna show yote ambayo umeweza kuiandaa? Show issue ya show anaweza kuzungumzia ni manager, kwa sababu mimi nipo chini yao. Yeye ndo anapanga show na yeye ndo anatafuta show, ndio maana ya uongozi. Ningekuwa mimi mwenyewe hapa ndo nafanya muziki mwenyewe, ningelijibu hilo swali kwamba show nimeandaa, labda show na kakati gani, ila mimi napewa tu taarifa, bwana show utafanya show fulani, au kuna siku fulani utaenda kufanya show sehemu fulani. Mimi napewa taarifa tu, issue ya show siwezi zungumzia. Sijui kama wamejiandaa vipi management. Sawa, labda katika list yako ya nyimbo ambazo usharekodi, kuna nyimbo ambayo umerekodi afu ukasema kwamba hapa nimezingua? Hapana, sina hiyo nyimbo ambayo nimezingua. Sio kweli bana. Wewe msanii gani wa kiasi kwamba sina nyimbo? Ikiwa tu wasanii wakubwa wana track ambazo hawezi kuzitoa mpaka kesho, wewe hai useme kwamba una umezingua? Sina ambayo naweza ngua, kwa sababu mipango ambayo nilikuwa nayo na sasa hivi nilionayo ni kufanya ngoma kali. Au unataka kuaminisha management yako kwamba unaonekana msanii mzuri au? Hilo liko wazi, kwa sababu ngoma zangu nyingi ni kali. Na hadi hapa ninavyoongea ngoma zimo ndani 20. Kama sio 10 na 20. Lakini wenyewe ndio wanajua ipi itatoka. Umeona bana? Na wengi sana wanahitaji ngoma itoke, after Nibebeshe ngoma haijatoka, video haijatoka, ni audio. Ile na hao imetoka audio, Zindika imetoka audio. Kwa maana yake ni kwamba mipango wenyewe ndio wanaijua. Ila ningekuwa mimi mwenyewe nafanya muziki mimi kama mimi, ningezungumzia bwana ngoma hii nimezingua, ngoma hii sijazingua, hivyo vitu vipo chini ya uongozi kama nilivyokuambia mwanzoni. Nina ubuyu kidogo ambaye nimeupata, na baada ya kuupata kwa watu wawili watatu ambao natoka karibu, nikasema siwezi kukaa kimya, lazima niulizie. Lakini kabla sijaulizia tayari nimeshaanza kuona juu ya kile kitu ambacho nilichoambiwa. Unajua tuna mastaa wengi ambao tunawafahamu katika industry nzima ya muziki. Kuna watu ambao wanafahamika, wamefanya muziki mkubwa na wana mashabiki sana, lakini wengi wao tunakutana nao sana kwenye Uber, bajaji, daladala. Why wewe ikiwa hakuna hata msanii, yani hauna mashabiki wanaokufahamu sana kivile, lakini tunasikia kwamba tayari management yako imekununulia usafiri, na bila shaka na hisi itakuwa ndio gari. Ni kweli au? Kwanza useme sina mashabiki wanaonifahamu, eti ambao wanifahamu sana. Hilo wao wasema, lakini hujaingia mtaani usikie vipi ninavyokubarika. Umeona, usizungumzie, yani jizungumzie wewe. Ngoja Tillionaire subiri. Nikisema niite watu watano hapa tuje tuwaulize kwamba wewe ni nani, unaamini wanaweza kutaja jina lako? Sana. Alafu usiseme hivyo. Kuna Kenya wananijua yani sana. Ukiingia Nairobi, ukiingia Kitare watu wananijua. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba umeanza kufahamika ngambo kabla ya Bongo? Hapana, yani ninachukulia kwamba ni vitu ambavyo viko wazi. Kwa hiyo ninachozungumzia kwamba wapo watu wengi wanifahamu, si kweli. Wengi wananifahamu. Wewe mimi nakuhakikishia unaweza siku moja ukanitafuta siku nikiwa na muda, sema sasa hivi na project, lakini kila siku niko free. Unaweza ukanichukua tukaingia mtaa kwa mtaa. Labda ukanifanya kama kuulizia, au unaweza ukachukua tu time nini ukaulizia mtaani, mfano Tillionaire ngoma zake wazifahamu, ndio utaona ukubwa nilionao. Sawa, tu drop chini hiyo comment kwamba twende kwenye mada kwamba ni kweli management yako imekuchukulia usafiri? Usafiri ni kweli imechukua. Unajua toka muda walikuwa wamesema watanichukulia, na kuna watu walikuwa wanaulizia sijui nini, lakini issue ya usafiri tayari usafiri upo. Nasubiri tu siku maalum ambao bosi anaweza akapublic kwamba bwana usafiri wa Tillionaire ni huyu, akaonyesha kitu cha kwangu. Ndio hii ambayo tumekukuta hapa. Sio na haraka. Kwani shida iko wapi? Utajua. Sasa tunataka kujua kwamba yani unatumia gari gani, yani ndio hii ambayo tunakuona upo au siwezi nikasema kwamba ndio hii, ila
kadri kwa sababu wewe mwandishi wewe mwenyewe upo muda mwingi sana. Sasa nyewe waandishi mpo kwa ajili yetu sisi. Umeona sisi tunafanya vitu na nyewe mnatufuata kwamba fanya interview na sisi tunakubali tunafanya interview. Ila utajua baadaye kwa sababu tutaweka azi, ila fununu ndio hizo zinaendelea mtaani. Sawa, labda katika hilo tu kidogo labda nini? Labda unaweza kutudokezea ni gari aina gani? Ile gari amna bwana, usiana papara, usiana. Tunaweza tukazima kamera afu kanidokeza mimi. Okay, how publish lakini unataja tu kwamba labda bana ni kweli management imechukua gari inafaa. Kama unataka kujua gari ya aina gani unaweza ukaingia kwenye Instagram andika Trillionaire. Haina manjonjo mengi, Trillionaire TZ unaweza ukaputa pale chini. Kuna kipicha nimekipost ila japokuwa kimefichwa lakini nimepost unaweza ukafollow. Ndio usafiri wako management imekuchukua. Nimepost pale, sina haja kuelezea sana. Kama unafuatilia Twitter na unafuatilia Instagram page yangu ya Facebook unaweza ukaingia kule ukakutana na au kwenye Insta story nimepost. Mbona hii wiki nzima nilikuwa na post baadhi ya sehemu yani za gari nilikuwa na post. Sawa, Trillionaire. Wewe unafikiri ni kwa nini management yako imeamua kuchukua usafiri? Hii ni kutokana kwamba kuna sehemu ambazo inahitajika nifike kwa muda. Ukiwa una usafiri haufiki kwa ule muda. Nachukua mfano kama studio, labda kuna project, unajua muziki waga ni mood. Tunapopata mood fulani ya kufanya bwana kitu umetangaza kitu kwenye akili yako bwana, hii ngoma inahitajika irekodiwe sasa hivi. Melodies isipotee. Ndio maana kwamba muziki ni mood alafu vile vile na melodies zinaingia huko kwenye muziki. Sasa hem ngoja kwanza Trillionaire tusidanganyane kwanza. Umesema kwamba wamekuchukulia usafiri kwa niaba kuu na wai kurekodi, si ndio? Kwa geography yetu ya Dar es Salaam ilivyo, kwa nini usikuchukulie pikipiki? Kwa sababu ndio ambie inaweza kukuaisha. Alafu wamekuchukulia gari. Kati ya pikipiki na gari nipi ambaye inaweza kukuaisha studio? Nataka nikuelewesha kitu kimoja. Mimi ni msanii, kioo cha jamii. Kwa hiyo nahitajika niwe ndani ya, yani niwe yani sehemu ambazo zimefichwa. Sasa nikiwa naonekana kwenye bodaboda, nikiwa naonekana kwenye nini, afu nikafanya show labda tuseme Sinza madukani au nikasema Magomeni pale. Nikafanya show, nimeandaa show nafanyia pale. Afu na watu kila siku waniona kwenye bodaboda, niona kitani, nani ataingia hata kama ni wewe? Wewe mwandishi wa habari hapa tuseme. Sasa kwenye point yetu ya msingi ni kwamba wamechukua kama sehemu ya kukubrand, sio sehemu ya kuwa studio. Hivyo vyote vina combine humo kwa sababu kuwa studio, sehemu ya kunibrandi, kunitunza mimi naonekane kisanii, kunificha mimi sionekane, ndio hivyo wenyewe. Ndio maana management hiyo. Trillionaire, wewe ni kitu gani ambacho umeshakifanya kwenye kampuni mpaka imefikia kipindi kampuni kukuamini mpaka kuamua kuchukua dhamana ya kukununulia gari? Kuna kitu gani wamekiona kwako kiasi kwamba wanahisi kile umechokifanya kwao kitakuwa kama manufaa zaidi? Mimi siwezi nikasema kuna kitu nilichofanya nitakuwa kama najiproud, ila management inajua vitu gani ambavyo mimi nimefanya na wenyewe waka appreciate kwamba bwana wewe unahitajika apate kitu fulani, apate usafiri ndinga. Kwa sasa hivi ndugu yangu kwenye sasa hivi nimeenda tu. Sawa, neno labda lolote lile kwa mashabiki zako juu ya muziki wako? Mashabiki napenda kuwakumbusha na napenda kuasisitiza, kwanza tupo kwenye mfungo wa Ramadhani. Nadhani wote wanajua ndugu zangu Waislamu. Napenda tu niwakumbushe kwamba na ngoma mpya ambayo nimeachia tuseme nili promo sana kwamba nitaachia tarehe. Ngoma hiyo ninaachia inapatikana kwenye platform zote. Ngoma inaitwa Umenishika, ni ngoma kali, unaweza ukarequest kwa mafrendi zako, kwa wapenzi, kwa sababu ni ngoma ya mapenzi. Imebezi humo kwenye malavidavi, tunasema malavidavi. Unaweza ukasubscribe channel yangu Trillionaire TZ, ukadondosha comment kwenye ngoma pale. Unaweza ukanifollow kwenye Boomplay, kwenye Shazam, Apple Music na Tidal. Kote natumia Trillionaire TZ. Ingia Instagram kwenye page yangu Trillionaire, usiweke manjonjo _ hapana, Trillionaire TZ, ukanifollow na kupata vitu vyangu vingi. Ukungu Entertainment, Ukungu for life. Wakitanda migodoro kwako sinaga kokoro. Yo michole namba 8, ukiwa uwanjani pata shika kama solo. Unaangalia Ukungu Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Dondosha na comment kibao. Bane, watu wanasema kucha kuchi, lakini mwisho wa siku huwa panakucha. Nashukuru kwa wewe mtazamaji wa Ukungu Media ambaye ulikuwa nami mwanzo mpaka dakika ya mwisho, ambaye tulikuwa tukifanya mahojiano na msanii Trillionaire. Naamini kuna mawili matatu ambaye umeyapata kutoka kwa Trillionaire, inawezekana kwa namna moja au nyingine ulikuwa hauyafahamu.